Zaburi sura ya 60 mstari wa 12. Naamini tumefika kanisa la Bwana. Amina, tumefika. Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Tuombe. Baba mwema, Mungu mkuu sana, tunakubariki, tunakuinua mchana huu leo. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima, ye Bwana. Baba kaseme pamoja nasi. Mungu wa mbinguni, Roho wako Mtakatifu, Roho mwema, akaseme nasi kwa lugha nyepesi na ya rahisi. Nami mtumwa wako ninashuka na kunyenyekea kwako. Nitumie kama upendavyo kwa utukufu wako. Ni kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie umeitwa kutenda makuu. Umeitwa kutenda makuu. Umeitwa kutenda makuu. Neno la Mungu linatuambia kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu, maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Umeitwa kutenda makuu, yaani yale makuu kabisa. Amina. Hatujaitwa kutenda madogo, hatujaitwa kutenda kwa unyonge, tumeitwa kutenda makuu. Tuko mwezi wa 10, tumebakiza miezi 2 tu tunamaliza mwaka. Tambua Mungu amekuita kutenda makuu. Mungu hajakuita kutenda manyonge. Ulimwengu unapaswa kushangazwa na Wakristo, kwa sababu Mungu aliye msaada ametuita kutenda makuu. Umeitwa kuwa shujaa wa ulimwengu. Watu wanahitaji mashujaa. Watu wanahitaji mtu wa kumtegemea. Wanahitaji mtu wa kuiga. Ulimwengu unahitaji mtu wa kuiga. Ulimwengu unahitaji watu wa kuelekeza kwenye njia sawa sawa. Tumeitwa kutenda makuu. Watu wanatamani kuona makuu ambayo Mungu aliyotuitia, wakayaige, wakayaone. Kupitia msaada wa Mungu tutatenda makuu. Haleluya! Kupitia msaada wa Mungu tutatenda makuu kwa ujasiri mkuu, kwa nguvu na kuamua kuzishinda changamoto na kupata ushindi. Haleluya! Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Wapendwa, katika ulimwengu huu pasipokuwa na Mungu hakuna kitu. Pasipo Mungu hakuna kitu. Sisi wenyewe hatuwezi. Na ndio maana Mtume Paulo alisema katika Wafilipi 4:13, na yaweza mambo yote katika yanitia. Pasipo msaada wa Mungu hatuwezi kutenda makuu. Tutapiga mark time sana, tutakuwa hivyo hivyo tulivyo, lakini kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Mungu ametuita tutende makuu. Mungu aliye msaada wa kweli. Nguvu ya kweli na kufanikiwa haiji kwa uwezo wa kibinadamu. Ni kwa msaada wa kimungu unaweza kutenda makuu, kushinda na kuendelea mbele ya uso wa adui. Pasipo msaada wa Mungu, chochote unachofanya, unasoma, pasipo msaada wa Mungu huwezi kufaulu. Unafanya biashara, unafanya kazi, unalima, pasipo msaada wa Mungu huwezi. Kwa msaada wa Mungu peke yake tutatenda makuu. Mungu tuliye naye ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Ni hamu, ni shauku yangu na kiu yangu, tambua kwamba Mungu tuliye naye ni Mungu mkuu sana, na matendo yake ni makuu. Tena Biblia inasema yanatisha. Mungu ni mkuu aliye ndani yetu. Kama umempokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako kikamilifu, aliye ndani yako ni mkuu na amekuita kutenda makuu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Matendo ya Mungu ni makuu, tena yanatisha kama nini, yanashangaza. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tufungue Ayubu sura ya 9 mstari wa 10. Ayubu sura ya 9 mstari wa 10. Ayubu sura ya 9 mstari wa 10. Neno la Mungu inasema, atendaye mambo makuu yasiyotafutikana, naam, mambo ya ajabu yasiyohesabika. Atendaye mambo makuu
yasiyotafutikana, naam, mambo ya ajabu yasiyohesabika. Mungu wetu anatenda mambo ya ajabu, atendaye mambo makuu yasiyotafutikana. Yaani kwa akili ya kibinadamu utayatafuta utashindwa. Huyo ndio Mungu. Yasiyotafutikana Mungu anafanya, na mambo ya ajabu yasiyohesabika. Mungu anafanya mambo ya ajabu yasiyohesabika. Pale akili ya mwanadamu ilipogota, pale uwezo wako wa kibinadamu uliposhindwa, Mungu anatenda mambo yasiyotafutikana. Tambua siku hii ya leo, Mungu anatenda mambo yasiyotafutikana. Pale ambapo madaktari wameshindwa, Mungu wetu anafanya mambo yasiyotafutikana. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya ajabu yasiyohesabika. Pale akili ya wanadamu ilipokoma, Mungu anatenda. Na ndio maana napenda neno la Mungu inasema, neema yangu ya kutosha, uweza wangu utimilika pale penye udhaifu. Ambapo mwanadamu amekata tamaa, mwanadamu ameshindwa, neema ya Mungu inainuka. Haleluya! Mungu wetu anafanya mambo yasiyotafutikana. Kwa nasoma ushuhuda wa mama mmoja. Huyo mama alikaa miaka 9 hajapata mtoto. Mara katoto kakaa kanaumwa, kaenda hospitali. Akawa emergency, mtoto yuko emergency pale. Wamekaa nje na mume wake. Mara daktari kaja anamuita mume wake. Anamuita, hebu njoo. Mama subiri kwanza. Mume wake kaitwa kaingia ndani, anaambiwa mtoto amekufa. Mume wake anatoka analia. Mke wake ana nini? Anaambia mtoto amekufa. Yule mama akukubali. Akaingia mpaka kule pale kitandani alikolala mtoto. Alikamata mtoto. Alilia, alimuomba Mungu. Alitamka uhai. Alisema alilia, alimuomba Mungu. Unajua, yule mtoto alipiga chafya aliamka. Mungu anafanya mambo yasiyotafutikana. Mambo yasiyotafutikana. Tumeitwa kutenda mambo makuu. Pale ambapo madaktari wamesema hapana. Pale ambapo watu wamekata tamaa. Pale ambapo wanasema haiwezekani, Mungu anatenda makuu. Haleluya! Nilikuwa namsikiza mtumishi mmoja wa Mungu. Yeye alikuwa ni mlevi sana, anavuta bangi, anakunywa pombe hatari. Yaani anakuambia, yaani ishafika basi. Lakini anasema, wazazi wangu mimi hawakunikatia tamaa. Tena nilikuwa mtoto wa mchungaji. Hawakunikatia tamaa. Na kuja wakati nimelewa, mama yake anaandika kikaratasi, Mungu anakupenda. Anakuambia wakati mimi nimevuta bangi hatari, nafika asubuhi, nikifika naenda kwenye banda la ng'ombe. Anatoa samadi yote, mbolea ile, anasafisha banda. Asa babangu anakuja, anasimama mlangoni mwa banda, ananiona ninaposafisha lile banda. Anamwambia, mtumishi wa Bwana unafanya usafi. Anakwambia, babangu alikuwa ananiambia hivyo, mtumishi wa Bwana unafanya usafi. Kwa anaendelea anafanya usafi. Siku nyingine anakuambia, shangazi yangu akawa anaumwa, wana kama jirani huko. Anza shangazi yangu alikuwa na shida ya asthma. Anasema anapumua, hana kile kidude cha kujipulizia huku puani, mapafu yaweze kufunguka. Anakuambia, nilienda nikamshika shangazi. Shangazi, hii pumu hii ni Yeriko. Leo Yeriko lazima idondoke. Anakuambia alimzungu, anamshika, anamburuza. Akazunguka naye mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Yeriko lazima ibomoke. Yeriko hii ya pumu shangazi lazima ibomoke. Mara 7 shangazi yake akadondoka chini. Akasema nimeua, akakimbia. Akamwacha shangazi yake, akakimbia mbio. Akafika nyumbani kwa, anasema nikaogopa, nikajificha tu. Nimekaa kukakucha asubuhi. Nasema sisi tuangalie matenti kule kwa anti. Mungu wangu. Anasema kwa mbali namuona anakuja anatembea. Anapokuja anatembea, anasema akafika sasa, kaka fulani yuko wapi? Akaambia sijui, hata sielewi yuko wapi. Akasema jamani, huyu jana ameniombea jamani, nimepona. Yeriko yangu ya pumu imedondoka. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Tumeitwa kutenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Zaburi 121
Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi 121 mstari wa kwanza na wa pili. Biblia inasema, nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, wanadamu hawana msaada. Msaada uko kwa Mungu. Mtunga Zaburi anasema, nitainua macho yangu nikaitazame milima. Milima ni mikubwa. Nilikuwa naenda Mbozi, jamani, milima. Unaangalia milima, unaangalia milima. Nitainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Huyo ndio msaada wetu. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Pasipo nguvu ya Mungu hatuwezi kutenda makuu. Haleluya. Hata Zaburi 46 mstari wa kwanza, Biblia inasema, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso, wakati wa shida, wakati wa dhiki. Mungu ndiye msaada wetu. Haleluya, wana wa Mungu. Zaburi 18 mstari wa 29. Zaburi 18 mstari wa 29. Zaburi 18 mstari wa 29. Neno la Mungu inatuambia, kwa msaada wa Mungu tutaruka ukuta. Haleluya. Kwa msaada wa Mungu tutaruka ukuta. Kuna mambo katika maisha yamekaa kama ukuta, yamekuzuia. Unashindwa kupita, unashindwa kuruka. Kwa msaada wa Mungu tutaruka ukuta. Sio kuna kiambaza gani, sio kuna ukuta gani, sio kuna ngome gani ambayo iliyokaa mbele yako. Kwa msaada wa Mungu tutaruka ukuta. Mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa anashuhudia kipindi kile Waislamu walinilii sana. Wakataka alikwambia, alikuwa ofisini akiwa hivi anaangalia kundi la watu kule Mbagala. Kundi la watu linaingia getini, naye ndio yuko ofisini. Yule mchungaji anasema, nilitoka, akakimbia akaruka ukuta. Waliingia kweli, waliingia ofisini kwake, walichoma nguo, walichoma ofisi, walichoma kila kitu. Mafeni yao waliyavuta, wakang'oa kanisani, yani ovyo ovyo. Sasa imagine hao watu wangemkuta huyo mchungaji ofisini. Anasema aliruka ukuta. Naambia mama mchungaji, ule ukuta huu ukiniambia niruke sasa hivi siwezi. Kwa msaada wa Mungu aliruka ukuta. Sasa ukinirudisha niruke siwezi. Sijui nilirukaje, sijui. Lakini aliruka ukuta. Kuna mambo katika maisha yetu ni ukuta, ni viambaza, ni vigingi vimewekwa, lakini kwa msaada wa Mungu tutaruka ukuta. Ni watoto, ni hali, ni mazingira. Kwa msaada wa Mungu tutaruka ukuta. Tumeitwa kutenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Msaada wa Mungu utakusaidia kuruka kuta, viambaza, vizuizi, ngome za adui. Tuna Roho Mtakatifu aliye msaidizi wetu. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu. Yesu Kristo alipoondoka duniani akasema, siwaachi ninyi yatima, tamtuma Roho Mtakatifu. Yuko Roho Mtakatifu anayetuwezesha. Roho Mtakatifu ndio mwezeshaji wetu katika kila jambo na katika kila hali. Roho Mtakatifu ndio mwezeshaji wetu. Hiyo ni Yohana 14:18 anaposema, sitawaacha ninyi yatima. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aachilie ndani yako kutenda makuu, rohoni, mwilini, katika uchumi. Mungu aachilie hamu, kiu ya kutenda makuu. Tumeitwa kutenda makuu. Kwa kile unachokifanya kisiwe vile vile kila siku. 2025 tunamaliza, Januari tutaanza uko vile vile. Mungu amekuita kutenda makuu. Kazini kwako ukatende makuu, kwenye biashara yako ukatende makuu. Sijui ni mwalimu, ukatende makuu. Kwenye elimu yako ukatende makuu. Bwana Yesu asifiwe. Tutamani rohoni kwetu, tutamani kutenda makuu, tukamwone Mungu akitenda makuu. Tumeitwa kutenda makuu, ila kwa msaada wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Katika huduma, sio naimba hivyo kila siku. Tamani kuimba kwa vizuri. Mungu ametuita kutenda makuu. Tusidumae.
tusidumae, tusiwe vile vile. Haleluya, kanisa la Bwana. Kumtumikia Mungu kwa viwango vikuu, tamani kumtumikia Mungu kwa viwango vikuu. Tunamhitaji Mungu ahusike katika bidii zetu. Haleluya. Mchungaji alisema wiki iliyopita, tufanye kwa bidii, tuondoke katika usingizi, tufanye kwa bidii. Lakini katika bidii yetu Mungu ahusike. Bwana Yesu asifiwe. Katika bidii yetu tumuhusishe Mungu kwa kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mithali 8:17 inasema, na wapenda wale wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Mungu anatamani bidii. Ukiwa na bidii, Mungu atatoka kwa msaada wake, utaruka ukuta, utatenda makuu. Lakini usiwe mvivu. Bwana Yesu asifiwe. Tujishikamanishe na Mungu wetu, tumtangulize awe wa kwanza katika kila jambo. Haleluya, kanisa la Bwana. Tujishikamanishe na Mungu, tujishikamanishe na Mungu, tumtangulize kwanza katika kila jambo. Mpe Yesu nafasi kubwa ya kutenda makuu katika maisha yako. Mpe Yesu nafasi kubwa kutenda makuu kwako, na inawezekana kabisa ukimpa nafasi. Haleluya. Weka imani kwa nguvu kama chanzo cha msaada wako na nguvu yako na ushindi wako. Ujasiri na mafanikio ya kweli yanatokana na uingiliaji kati wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema mimi ni msaada tele. Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada tele wakati wa mateso. Mungu yuko. Tuko duniani, tutapita katika mengi sana, viki, shida, hali mbalimbali, lakini Mungu yuko. Anasema mimi ni msaada tele. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Amina. Biblia hapa tumesoma kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Tunaambiwa kwamba pia tutawakanyaga, maana yeye atawakanyaga watesi. Maana yeye atawakanyaga watesi wetu. Mtesi ni mtu anayekutesa, ni mambo yanayokutesa. Mungu yuko tayari kuwakanyaga wale watesi. Sijui watesi wako ni kina nani. Mungu yuko tayari. Neno la Mungu halijipingi. Yuko tayari kuwakanyaga watesi wetu. Wale watesi wanaotutesa. Ni mambo gani yanakutesa? Ni hali gani zinakutesa? Ni mazingira gani yanakutesa? Unaona hapa nateseka, hapa napita, hapana sipo. Mungu aliye msaada wa kweli atawakanyaga watesi wetu. Ufanye nini kuhusu watesi? Unapopita katika dhiki na shida na taabu, Mungu akupe kinywa cha utulivu na hekima. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akupe kinywa cha utulivu na hekima. Luka 21:15. Luka 21:15. Luka sura 21 mstari wa 15. Neno la Mungu linasema, kwa sababu mimi nitawapa kinywa na hekima ambavyo watesi wenu wote hawataweza kushindana nayo wala kuipinga. Bwana Yesu asifiwe. Watesi wapo, tutateseka, tuko duniani, na ndio maana Yesu Kristo anasema duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo kwa sababu mimi nimeushinda ulimwengu. Mungu akupe kinywa cha utulivu na hekima. Tutapita katika hali, Mungu atupe kinywa cha utulivu na hekima. Omba Mungu akuokoe dhidi ya watesi wako. Mungu akuokoe dhidi ya watesi wako. Zaburi ya 44 mstari wa 7. Zaburi ya 44 mstari wa 7. Neno la Mungu linasema, bali wewe ndiwe uliyetuokoa na watesi wetu, na watuchukiao umewaibisha. Mungu akuokoe na watesi. Zaburi ya 44:7. Yawe maombi yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo yanakutesa, mwambie Mungu nimechoka. Enough is enough, yani leo ni mwisho.
Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mambo yanataka tuwe uchoke, yaani uone sasa hapana, imetosha. Amina. Kaa kwenye kusudi la Mungu na kwa utakatifu wote wa Mungu. Kaa kwenye kusudi la Mungu na kwa utakatifu wote, na Mungu atakuinua juu ya hao watesi, juu ya huyo mtesi wako. Zaburi 23 mstari wa 5 na 6. Naam, japopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Watesi watakuwepo lakini tutawashinda. Vitu vitatutesa lakini tutapita. Naam, japopita katika bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana Mungu yuko pamoja nao. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inatuambia Mungu atawakanyaga watesi wetu. Pia tumeitwa kuwabariki wanaotutesa. Tumeitwa kuwabariki wanaotutesa. Wabariki. Warumi 12:14. Warumi sura ya 12 mstari wa 14. Wabarikini wanaowaudhi, barikini wala msilaani. Bwana Yesu asifiwe. Ni hali na hulka ya kibinadamu. Mtu akiuziwa analaani, anaongea sana. Lakini neno la Mungu linasema wabarikini wanaowaudhi. Wabarikini wanaowaudhi, wabarikini wala barikini msilaani. Sasa wabarikini wanaowaudhi, barikini msilaani. Tunalaani sana, tunaongea sana. Mungu atusaidie na kutuwezesha. Nafsi wakati mwingine zinapiga kelele sana, lakini kwa msaada wa Mungu unaweza ukabariki. Bwana Yesu asifiwe. Sisi wenyewe kama wanadamu hatuwezi, lakini kwa msaada wa Mungu unaweza ukabariki kwa kubariki. Wabarikini wanaowaudhi, barikini tu wala msiwalaani. Bwana Yesu asifiwe. Kitu kingine, tunawakanyagaje watesi wetu? Damu ya Yesu iachilie juu ya watesi, inaondoa uadui. Damu ya Yesu inaondoa uadui juu ya watesi. Unajua wakati mwingine unashangaa mtu kanuna, hakusemeshi, sijui imekuaje, hata ujui. Lakini hebu ita damu ya Yesu Kristo. Ile damu ambayo iliondoa uadui kati yetu sisi wanadamu na Mungu. Ile damu ya Yesu Kristo inaondoa uadui kati ya wewe na mtu yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Uadui unaonyanyuka, inaondoa damu ya Yesu ikaondoa. Ikakuondolee watesi. Yule mtu anayekutesa, ambia kitu gani? Ita damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Tumeitwa kutenda makuu. Tusiridhike vile tulivyo. Mungu anatenda mambo yasiyotafutikana, mambo makuu yasiyohesabika. Tutambue ni Mungu wetu anafanya mambo hayo. Ili uweze kutenda makuu, jambo la kwanza, lazima umempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Uwe umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Uwe umempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Mungu yuko anatenda makuu yasiyotafutikana. Wiki hii BSF tulikuwa tunasoma ile Danieli 6. Danieli alivyotupwa katika tundu la simba, ambavyo Mungu akayafunga yale makanyo ya simba, hayakumng'ata Danieli. Alafu jinsi ambavyo Mungu alitenda makuu, yule mfalme Dario kweli ni waraka, alipitisha neno akasema kweli ambaye hata abudu atatupwa kwenye tundu la simba. Akakutwa Danieli akasikia kuna amri, lakini akaona imenipasa kumtii Mungu. Huyu Mungu anayetenda makuu, Danieli alimjua Mungu anatenda makuu. Mungu akiupa nafasi, soma kitabu cha Danieli, ni kizuri sana. Danieli alimfahamu Mungu kwamba ni Mungu anayetenda makuu. Nimeitwa kutenda makuu, mimi nitamtii yeye. Alisali, alikuwa anaomba mara 3 kwa siku. Tena alifungua madirisha mara 3 akaomba. Akakamatwa, akamwambia Danieli amevunja sheria. Na yeye lazima atakayevunja sheria lazima atupe kwenye tundu la simba. Mfalme alimtupa Danieli kwenye tundu la simba, naye anasikitika. Akamwambia Danieli, Mungu wako atakuokoa. Mfalme hakulala usiku
hakupata usingizi. Wale simba walikuwa na njaa. Mfalme hakulala. Asubuhi akaamka, akaenda Danieli, Danieli akatoka. Imekuwaje? Danieli ni mzima. Mfalme akatangaza Mungu wake Danieli ndio Mungu wa kuabudiwa. Tumeitwa kutenda makuu kupitia sisi, Mungu wako akaabudiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wako akatukuzwe. Naomba tufungue Danieli 11:32. Danieli 11 mstari wa 32. Danieli 11 mstari wa 32. Neno la Mungu linasema, na wao wafanyao maovu juu ya hilo agano atawapotosha kwa maneno ya kujipendekeza, lakini watu wa mji wao Mungu wao watakuwa hodari na kutenda mambo makuu. Bwana Yesu asifiwe. Wanaomjua Mungu, fanya bidii kumjua Mungu. Fanya bidii kumjua Mungu. Wamjuao Mungu watatenda makuu. Wanaomjua Mungu, pale ambapo mambo yawezekani yanawezekana kwa anayemjua Mungu. Wamjuao Mungu watatenda makuu. Kwanza watakuwa hodari. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa hodari, watatenda makuu. Tumeitwa kutenda makuu, lakini lazima umjue huyu Mungu. Mungu wako ni Mungu wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Ni Mungu wa namna gani? Ukimjua Mungu wako utasema hakuna uchawi wala uganga juu yangu. Wataloga, watabadilisha waganga, lakini unamjua Mungu wako aliye ndani yako ni mkuu. Bwana Yesu asifiwe. Wamjuao Mungu ni hodari na watatenda makuu. Lazima tumjue Mungu. Fanya bidii ya kumjua Mungu. Tunamjua Mungu kupitia neno lake. Tunamjua Mungu kupitia maombi. Tunamjua Mungu kupitia watumishi mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Tamani kumjua Mungu, kwamba Mungu uliye naye ni mkuu sana. Biblia inasema Hosea 4:6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Maarifa yako katika neno la Mungu. Huwezi kujua kwamba umeitwa kutenda makuu kama utasoma neno. Kumjua Mungu wako amekuhitaji, kwamba katika yote Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kweli unaona umepungukiwa? Kweli unaona hapana kitu? Lakini Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Wengine watakuona kama chizi, lakini Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Ayubu alisema hata pasipo mwili huu mimi nitamuona Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tutambue kwamba mtetezi wetu yuko hai. Mtetezi wetu yuko anaishi, anafanya. Mungu yuko hai, ameketi katika kiti chako cha enzi. Anaona, halali wala asinzii. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunapita katika hali mbalimbali, unaona kama Mungu anasinzia. Mungu asikii, lakini Mungu yuko anafanya. Jiachilie kwa Mungu. Nguvu ya mwanadamu haitoshelezi. Haleluya. Nguvu yako ya kibinadamu haitoshelezi. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Nguvu ya kweli na ujasiri vitakupatia kujiachilia kwa Bwana. Utapata uwezesho wa kimungu. Mapambano yapo, vita vipo, tuko duniani, lakini kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Na Mungu atashuka, atawakanyaga watesi. Mungu yuko tayari kukanyaga watesi, lakini lazima utambue kwa msaada wa Mungu. Haleluya. Sio kwa msaada wa mjomba wala shangazi, sio kwa msaada wa baba wala wa nani. Kwa msaada wa Mungu tutatenda makuu. Mungu alibariki neno lake.